Shalom, mtu wa Mungu. Welcome to another session. I am your pastor, Pastor Jack Elias. I need to share with you something today. Na kuna kitu ambacho nataka tujifunze. The subject of our sermon today ni kwamba be humble, nothing exists forever. Be humble because there is nothing that exists forever. Mtu wa Mungu, kati ya kitu ambacho natamani leo ukielewe kwenye maisha yako ni habari ya kuwa na utulivu pale upatapo nafasi. Mungu amekuwa na desturi ya kuachilia nafasi kwenye maisha ya mtu. Anaweza akakupa cheo au anaweza akakupa kitengo. Anaweza akakutanisha na watu fulani au anaweza akakupa status fulani. In anything that God can offers you, try to be humble because there is nothing that exists forever. Kila nafasi ambayo unaipata leo iliwahi kumilikiwa na mtu. Kila cheo unachokipata leo aidha kiliwahi kumilikiwa na mtu au hata isingekuwa wewe, kile cheo kingewekwa na akamilikishwa mtu mwingine. Na hakuna siku hata moja ambayo kwa sababu tu ya kutokuwepo kwako jambo fulani linaweza likashindikana. That's why I told you since before, be humble, nothing exists forever. Nataka tujifunze kibibilia namna ambavyo Mungu amewahi kuwapa watu nafasi kwa upendo, lakini baadaye akawanyang'anya hiyo nafasi na akawapa watu wengine ambao hawakutarajiwa kabisa. Mtu anamiliki nafasi tayari, lakini kwa sababu ya sheria ya kiroho ya kwamba mtu yeyote ambaye hawezi kuwa humble, hicho alichonacho atanyang'anywa na atapewa mtu mwingine. The book of Revelation, New Testament, inaeleza shika sana ulichonacho, asije mtu akaitwaa taji yako. So the point is, once you have certain position, certain character, certain statuses, please remind yourself that the position you hold now can be taken by another man and will fit sometime more than you. Nafasi ulionayo leo inaweza ikachukuliwa na mtu mwingine na yule mtu akaitendea kazi kwa ubora pengine zaidi ya ambavyo wewe umewahi kufanya kwenye nafasi hiyo. Anaweza akapewa hata mtu asiyedhaniwa, asiyefikiriwa, wakati mwingine asiye na sifa za kimsingi kushika hiyo nafasi, lakini kwa sababu mwenye nayo kuna namna ameonyesha kutotosheka, kuna namna ameshindwa kuwa humble kwenye hiyo position, God, listen to me, God can take that position and offer to another one, na akimpa hiyo nafasi anampa na neema ya kuitumikia kwa ukamilifu. Now let's start the book of Samuel. Kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia takatifu inaeleza ni habari ya mazungumzo kati ya Mungu na Samueli ambaye alikuwa ni nabii wa Bwana wakati Sauli akiwa mfalme. Mungu anamwambia, Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta uende, nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Listen to me my people. Aliyekuwa mfalme alikuwa ni Sauli, lakini ikaonekana kuna namna Sauli anashindwa kutosheka katika ile nafasi. Kuna namna ambayo Sauli anashindwa kutekeleza majukumu kama vile ambavyo Mungu anatamani.
Mungu akamwambia Samueli kwamba you as my prophet, niliyekwambia ukamtie mafuta Sauli, leo nashangaa nimekueleza kuwa huyo mtu simtaki tena awe kiongozi, lakini wewe unaniambia unaendelea kumlilia, unaendelea kumwombea toba. Mungu akamwambia, ni hata lini utaendelea kumlilia mfalme ikiwa mimi nimemkataa? My God, my Lord, listen to me my people, wherever you are watching me from. Kati ya kitu cha kuepuka kwenye maisha yako ni Mungu kukukataa kuwa kiongozi au kuwa na nafasi ambayo alikupa yeye mwenyewe. It's better sometimes watu wakukatae. It's better sometimes bosi wako akuchukie. It's better sometimes your employer akuone mbaya, lakini it's not good at all Mungu akikukataa katika hiyo nafasi. Ikiwa Mungu ameamua usimiliki hiyo nafasi, by enemies atamuinua mtu usiyemdhania na ataimudu hiyo nafasi kwa ubora zaidi ya ambavyo pengine uliwahi kufanya wewe. Mungu anamwambia Samuel, to which extent can you cry for this man while nimemkataa asiwe mfalme na kuwamiliki watu wangu? Mtu wa Mungu, the position you hold can be taken by another man. So once you hold your position right now, make sure you be humble. The only way to fit and to live long in your position, it's being humble for whatever you are doing. Majivuno ni kitu kibaya. Jeuri ni kitu kibaya. Kujiona ni kitu kibaya. Na kibaya zaidi, kutotenda haki na kutumia nafasi yako vibaya ndio kitu kilicho kibaya zaidi. Maana kinakuchonganisha wewe na huyo aliyekupa hiyo nafasi. It may be in your employment site. You have your boss there. You have head of section somewhere there. But if you are a leader in a certain position, remind yourself that the position you hold now iliwahi kumilikiwa na mtu mwingine kabla yako. Kama ambavyo aliondoka na ukaipata hiyo nafasi, kama ambavyo alibadilishwa na ukaichukua hiyo position, inaweza ikatokea pia kwamba kama ulivyoingia ukatoka, akaingia mtu mwingine. Am I talking to someone here? Are you listening to me? If you are listening to me and you are getting what I'm speaking, may you please like and comment this video. So likewise, kama ulivyoichukua hiyo nafasi, inaweza ikachukuliwa na mtu mwingine. Kuna watu mpo kwenye position fulani baada ya wenye hizo nafasi kuchukuliwa na umauti. Kuna watu mpo kwenye position fulani baada ya wenye hizo nafasi kuhamishwa kazi. Kuna watu mpo kwenye position fulani baada ya wenye hizo nafasi kufukuzwa kazi. Kama ambavyo ulipata nafasi ya kuingia, the same twice inaweza ikatokea na mtu mwingine akaingia kwenye position hiyo. So something to remind you my people, wherever you're watching me, be humble because nothing exists forever. Take an example to our country, Tanzania. We had a president, we loved him, Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Lakini Mungu alimchukua akajitwalia iliye wake. Alipoondoka taifa likasikitika, and no one expected what happened there. Hatukutarajia, lakini akaja Mama Samia, Mungu akamfanya kuwa rais katika nafasi ya John. Na wengi hatukuamini kwamba nchi itaenda vizuri, kwa sababu hakuwahi kutokea katika historia yetu na historia ya Afrika Mashariki kuona kwamba mwanamke awe kiongozi mkuu wa taifa. Now what happened? Alishikilia nafasi, akamalizia muhula aliyouacha mtangulizi wake, na akatenda kwa ubora, akaachilia fursa, akaachilia ajira, Watanzania wakafurahia, na akaingia kugombea katika nafasi ya yeye kama yeye, na akashinda kwa ushindi wa kishindo. And right now as I speak, she is a president of Republic of Tanzania. Ni rais na hakuna kinachoharibika. Anatenda kwa ubora pengine zaidi ya aliyetangulia. Anaendeleza alichoachiwa na anabuni vitu vipya kwa ajili ya furaha ya Watanzania. This reason inapaswa iwe mfano wa dhati kwenye maisha yetu, kwamba kama iliwezekana
mwanamke kuchukua nafasi pasipo matarajio na akaiongoza nchi katika ubora ambao anaendelea nao. Inawezekana kwa mtu yeyote kuwa kiongozi mahali popote katika nafasi ya mtu yeyote aliyopo sasa. So if you have a position today, my friend, my people, my daughter and my sons, make sure you hold it, kwa sababu nothing exists forever. Wako watu wanatamani hiyo nafasi, wako watu wanatamani huo uwezo, wako watu wanatamani hicho cheo. So if you are in position now, make sure you do better accordingly and not forget to be humble, because your humbleness will act as the reason for favor to your God. And once God loves you, nothing can remove you. Kama Mungu atakuhitaji katika hiyo nafasi, hakuna atakayeweza kukuondoa. So the only way to be in your position for whatever time you want is for you to be humble. Kwa hili fundisho tunajifunza kwamba unyenyekevu unahitajika sana tunapokuwa na nafasi, kwa sababu huyu Mungu aliyetupa hizo nafasi anaweza kuzichukua tena na akaziondoa mikononi mwetu. Are you getting what I'm speaking now? The same power iliyoturuhusu kuingia inaweza ikatutoa katika hiyo nafasi kama hatutojua jinsi ya kuitendea. Once you get a time, once you get money, once you get a position, make sure and try to your level best to be humble in your position. Ukimistake hapa, unapata tu cheo, unaanza kuwa mjeuri, unatenda kwa matakwa yako, hauhudumii watu kwa upendo, hauwahudumii watu kwa kadiri inavyotakiwa, unalalamika mshahara ni kidogo, lakini unashindwa kutimiza majukumu na hutaki kuacha hiyo kazi. It's better uache hiyo kazi kuliko kuifanya kwa ulegevu. Maana Mungu anasema amelaaniwa mtu yule amtegee mwanadamu. So Mungu, wherever you're watching me, make sure you be humble. Be humble, because nothing exists forever. If you have position now, try to your level best to be humble, because there is nothing that exists forever. Be blessed and enjoy your time. If you like this, please make sure you subscribe, make sure you follow me, and make sure you turn on the link button so that you can be the first one to receive any notifications of my uploaded video. Be blessed by my God. Let me pray for you. Father, I pray for this man and woman of God who took his time to watch this video. Baraka yako ikawe juu yake.